ni lazima nikupe taarifa ya kinachoendelea, na hupaswi kuchukia. Unapaswa kufurahi pamoja na mimi. Lisa, yani mimi na wewe tufurahi pamoja? Kwa nini yani? Tasha, Kaya amepoteza kumbukumbu. Ndoa. Buzule, vipi? Mbona unatetemeka? Unaogopa? Unataka kukimbia? Uende wapi sasa? Hakuna siri yote ambayo unaifahamu kuhusu wewe, si ndio? Buzule, nafahamu kwamba una mahusiano na huyu binti. Na kitu kibaya zaidi, huyu binti ni mwanafunzi. Bado anasoma. Sasa, vipi siku nikiamua kulipua ukweli huu? Nikatoa hadharani kwamba unatembea na mwanafunzi. Unafikiri itakuwaje kwa upande wako? Yaani bado kama nakuona Buzule, ile siku ambayo wazazi wako wamekuja kufahamu kwamba wewe una mahusiano naye, ikiwa wenyewe wanatoa pesa kubwa kumsomesha mtoto wao. Lakini pia inakuwaje siku ikatokea huyu binti akapata ujauzito wako? Buzule, kama nakuona hivi namna ambavyo utakavyokuwa unalia, sura yako itakavyokuwa imejaa machozi, siku ambayo mimi nimetoa ukweli wote na ukakamatwa ukapelekwa kwenye kizimba cha mahakama na ukaenda kusomewa kesi yako kwamba unatembea na mwanafunzi, basi hakimu yeye atatoa namba 3 tu, alafu wewe utaambiwa umalizie namba inayofuata mbele. Kwa kama nakuona utakavyochagua 0, yaani miaka 30, utakuwa jela. Sasa basi bwana Buzule, tunza siri yangu nami nitunze siri yako. Endapo kathubutu kidomo chako kuwa kirefu na ukazungumza siri yangu, basi hiko ambacho nimekisema ndio kitakacho kufuatia. Jela ndio itakuwa makazi yako ya milele. Miaka 30 mpaka ukitoka, tayari utakuwa na mvi kabisa. Utakuwa kiuno kimepinda, unatembelea mkongojo. Sasa lisikukute hilo Buzule. Kaa kimya. Naitwa Mr. Tasha. Usipende kushindana na mimi. Mwana siku njema. Hivi Zakio na lengo gani kwangu? Yaani mimi nakupa hela za shule, lengo la mazumuni ili ufiche siri, na nakupambania lengo la mazumuni ili uende mbali. Leo unatoa siri kama hii. Lengo lako nini? Mimi niende jela? Sijui chochote. Sasa ujui chochote nini wakati tulikaa peke yetu wawili mimi na wewe? Alafu sema mimi sijui chochote. Una nia mbaya na mimi, si ndio? Walikuja tu wakanikamata, wakanitishia, wakaniuliza kuna mahusiano na wewe. Mimi nikawakatalia. Wakaniambia watamwambia baba, na mimi namwogopa baba. Baba akijua mimi ataniua. Odi. Karibu. Asante. Samahani dada, nilikuwa namuulizia mwenye iko chumba. Oh, ni mimi. Ndo wewe kivipi? Maana mimi najua chumba hiki ni cha Tasha na ndo nina shida naye. Oh, ulikuwa unamuulizia Tasha? Tasha hayupo, ametoka. Lakini mimi ni mke wake. Unaweza kuniambia tu. Hebu kwanza samahani dada. Kama haunijui ngoja nijitambulishe mbele yako. Mimi ni Zawadi. Ni mke halali wa Mr. Tasha. Kumbe wewe ndo Zawadi? Taarifa zako ninazo. Lakini kiufupi tu, Tasha hayupo.
Kwa hiyo unaweza ukachanganya miguu yako na ukaondoka. Unasema nini wewe? Eti kwa maana unaweza kukusanya miguu yako na ukaondoka? Wewe kama nani kwenye hii nyumba? Wewe ni nani hasa wa kunifukuza mimi Zawadi eti nitoke? Unajizima data, si ndio? Unajitoa nyaya moja kichwani kwako. Nisikilize nikwambie, Tasha ni mume wangu mimi na kamwe usije kusema kwamba wewe ndio mke wa Tasha, nitakufumua. Sikiliza wewe dada. Kama umetoka huko umevurugwa, hapa kwangu mimi atulei vichaa. Kwa hiyo unaweza ukaondoka tu. Umenielewa vizuri? Wewe Subiri kwanza, subiri. Zawadi, kwa nini unakuja kwenye nyumba za watu afu unakuja kuleta vurugu? Maana yako nini? Kwa nini unakuja hapa unaleta vurugu? Mimi nishakwambia kwamba sikutaki. Wewe mwanamke vipi? Nyumba za watu? Nyumba za watu vipi? Hii ni nyumba ya mume wangu ambaye ni wewe, ni Mr. Tasha. Au nawe ndio unajizima data kama wewe mwanamke, si ndio? Zawadi, mimi nimeshakueleza toka jana kwamba mimi sikuhitaji. Tumeshamalizana mimi na wewe, it's over. Sasa unakuja hapo na sasa unakuja kwa mpenzi wako. Mpenzi wako gani? Unataka nizungumze kwa lugha gani mpaka unielewe? Kifilipino, Kichina au Kiarabu? Oh, ina maana Tasha, unavunja mkataba wetu, si ndio? Mkataba? Mkataba gani ambao unazungumzia? Sawa sawa, nimeukumbuka sasa. Nisikize kwa makini Zawadi. Hiko ambacho wewe unajivunia, mimi sikiogopi tena. Kwa kama utaamua kuvujisha chochote, ni sawa, mimi siogopi. It's up to you dada. Nice job Mr. Tasha. Kitu ambacho haukijui, kwenye yale mafaili yako ninayoyajua, wewe umebahatika kulijua faili lako hili moja. Bado nina mafaili 99. Sasa jichanganye kidogo tu nikufyatue. Safi sana. Zawadi, hayo mafaili 99 ambayo uko nayo, hata kama ukiamua kuvujisha kwa dunia nzima wakatambua, kwangu mimi I don't care. Sijui unanielewa? Kwa hiyo fanya ambacho unakiona kipo sahihi kwa upande wako, na mimi nitafanya ambacho nakiona kipo sahihi kwa upande wangu. Alafu nikikuangalia kwa haraka haraka, wewe binti unaonekana pepo la ngono sio bure. Wewe una pepo la ngono wewe. Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, na kimia pepo la ngono kwa huyu binti. Toka nyumbani kwangu, stupid girl. Amina kubwa. Kitu ambacho hukijui, kati yangu mimi na wewe, nani mwenye pepo la ngono? Unawaragai mabinti za watu. Unaweza kujibu hapo? Bila shaka ni wewe ndio mwenye ile pepo la ngono. Sasa Tasha, umejichanganya. Umepanda mtumbu wa vibwengo. Lazima nikuonyeshe. Eka kwenye kichwa chako. Mimi Zawadi sijawahi kuachika. Labda tu niamue kumwacha mwanaume. Na katika hili Tasha, umejichanganya. Lazima nikuonyeshe. Toka bwana wewe. Vipi dokta? Umeshafanya kama vile nilivyokuomba? Nimefanya kama unavyoniomba. Lakini haitakuwa ngumu kiupande wako. Hapana, haiwezi kuwa ngumu. Kwa sababu najitambua na najua nini ninachokifanya. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Alafu, ukiachana yote hayo, hii ni kama tiba kwenye maisha yangu. Wewe uliwezaje kulijua hili jambo? Ilikuwa rahisi kwa upande wangu. Kuna kijana mmoja tunaishi naye pale mtaani. Alikuja nyumbani ili anieleze ukweli wote juu ya mwanaume anayetembea na mke wangu. Sasa wakati ananielezea, ghafla mke wangu akatokea. Nikajaribu kuzuga pale, bila nadhani alishtukia mchezo, akaniforce kuingia ndani. Bila baada mimi kutoka nje, nikakuta kijana kapotea ghafla. Nikajaribu kumuuliza mke wangu, akaniambia kuna shida yoyote. La mimi nilikuwa nishaelewa kila kitu. Sikuishia hapo tu. Nikamfuatilia yule kijana ili anielezee ukweli wote uliobaki. Baada ya kupata ushahidi wa zile picha, kwenye zile picha nilichomoa picha moja nikabaki nayo kama ushahidi. Kwa sababu mimi sikuamini wewe. Na najua kabisa kai wewe unatawaliwa na mke wako. Yaani mke wako ndo anakuendesha.
na ndio maana nikaamua nisije na ushahidi full. Nikachukua picha moja nikabaki nayo ibaki kama ushahidi kwangu. Kai, kitu ambacho haukifahamu, msaliti upo karibu yako kabisa. Yaani upo naye karibu, hujui tu. Na huyu msaliti si mwingine, ni Mr. Tasha. Hivi wewe unajisikia unachokiongea kweli? Unajua wewe mtu unitaja ni nani kwangu? Tasha ni mtu wangu karibu sana. Nimekuwa naye, nimesoma naye, na ukiachana yote, yeye ndio mtu ambaye amesimamia harusi yangu. Leo unasemaje kwa Tasha ametembea na mke wangu? Bro, kuwa serious. Sije hapa kupoteza muda. Naomba kuwa straight. Kai, kikulacho kinguoni mwako. Na mimi sijawahi kufeli kwenye misheni zangu. Ushahidi 100% ninao. Kama haukubali hili nalokuambia, ushahidi upo. Kwani tuzungumze kwa maneno? Wewe uliniagiza mimi nitafute ushahidi. Tena ulikuja wewe kwa shida zako. Na mimi nimefanya uchunguzi wangu, nimegundua kuwa Tasha ndo anatoka na mke wako, na ushahidi ninao. Chukua hii. Stupid. Hii si AI. Kwa hiyo hadi wewe hii picha imekuzuzua. Hii picha sio OG. Hizi ni picha zenye maudhui ya uongo zinazotengenezwa mtandaoni. Picha sio OG. Tasha hawezi kutembea na mke wangu, bro. Kama wewe mtu alikutuma kutengeneza hizo picha za uongo, kuwa hapa mmefeli. Kama nia yenu ni kuvunja urafiki wetu, haiwezekani. Hapana. Tasha hawezi kutembea. Tasha? Impossible. Haiwezekani. Ndio maana nilipofika hapa nikakuomba sana dokta, unisaidie kwenye hili. Asante sana kwa huduma yako dokta, ila kuna jambo nje ya taaluma yako, naomba unisaidie. Jambo gani hilo? Unahitaji nikusaidie? Unajua, mpaka hii hali kunikuta mimi, chanzo kikubwa ni mke wako. Nilikuwa nampenda sana mke wangu, na mpaka sasa hivi nampenda na namthamini mno, na tulikula kiapo cha kufa na kuzikana. Ila kama wanaposema shukrani ya punda ni mateke, mke wangu akuthamini upendo wangu mpaka imefikia hatua akaamua kunisaliti. Na bora hata angenisaliti na mtu mwingine, mtu baki huko. Amenisaliti na rafiki yangu kipenzi. Ndoa. Rafiki ambaye nimekuwa naye tangu utotoni, tunasoma wote na tunafanya kazi yote sehemu moja. Ila bado rafiki yangu huyo kashindwa kuthamini urafiki wetu, akaamua kutembea na mke wangu. Can you imagine? Kwa hiyo daktari, pale nimevurugwa sana. Naomba unisaidie sana kwenye hili. Aise. Kwanza pole sana. Ulikuwa unahitaji msaada gani? Najua mke wangu lazima aje hapa hospitalini. Kwa hiyo akishakuja sasa, naomba usimalizie tatizo langu la pressure. Bali naomba mwambie kuwa nimepoteza kumbukumbu na sikumbuki chochote kile. Mimi najua hii ni kazi ndogo sana kwako. Wewe ni mtu mwenye taaluma kubwa sana, ushatibu magonjwa makubwa sana ambayo hayatibiki. Kwa hiyo hili jambo ni dogo sana na mimi nilipo ndani ya uwezo wako. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Kwa sababu taaluma yangu hainiruhusu kufanya kitu kama hicho. Siwezi kabisa kuongea uongo. Kwa sababu wewe umepata mshtuko tu. Haujaathirika sana kimwili. Kwa nini sasa tuje kuongea uongo?
kuwa umepoteza kumbukumbu nini, yote yanakuja kwa ajili gani? Kwenye hilo kwanza naomba samahani sana, maana ikija kugundulika kama nimeongea uongo, aisee, utakuwa umeharibu kila kitu kwenye taaluma yangu. Kwa hiyo kiukweli siwezi. Dokta, nadhani tujaelewana vizuri. Ndio maana mwanzo nikwambia hili jambo ni nje ya taaluma yako. Shida iko wapi kunisaidia dokta? Kwa sababu sisi ni wanaume. Leo hii jambo limekuta hapa na wewe litakukuta tu, huwezi jua. Na siku zote Mungu akutanisha watu ambao wanawasaidia watu pasipo kutarajia. Ndio kama hivi leo umenisaidia mimi. Siku za usoni nikakusaidia wewe kwenye jambo lingine kabisa. Shida iko wapi bwana? Kwa naomba sana msaidie dokta. Naomba nielewe. Kwenye hilo sitakuwa tayari. Kwa hiyo dokta, wewe unafurahia haya yanaonikuta, si ndio? Unafurahia mimi mwanaume mwenzako kusalitiwa na mke wangu. Ingekuwa wewe ungeweza kuvumilia. Hebu jaribu kuvaa viatu vyangu dokta. Mke wako ndio anakusaliti, ungechukua hatua gani? Kwa sababu mimi nimeamua kuwa muungwana tu, kutumia njia za hekima na busara kumpeleza mke wangu na kuishi naye kwa amani. Angekuwa mtu mwingine angechukua sheria mkononi na kumuua mke wake. Je, mimi kama wewe kumuua mke wangu, upo tayari kubeba dhambi zangu? Kwa hiyo nipo tayari kwa chochote kile. Na kuanzia hivi sasa nitaishi nyumbani kwangu kama mtu ambaye nimepoteza kumbukumbu. Sawa. Nimekuelewa. Ila nilikuwa naomba kitu kimoja. Isije siku moja ikatokea ukapata hasira ukampiga mtu na kuua. Maana utakuwa mwenyetea hasara mimi. Nakuomba sana, chonde. Naomba kuwa makini kwenye hilo. Sawa dokta, usiwe na wasiwasi. Kila kitu kitakuwa sawa. Nitaishi kwa amani na mke wangu kama hakuna kitu chochote kilichotokea baina yetu. Kwa hiyo usijali, maisha yako yatakuwa reali. Na kuanzia hivi sasa nitaigiza kama nimepoteza kumbukumbu na nitamuita dada. Kwa hiyo ndio hivyo, nitamtreat kama dada yangu ambaye nimezaliwa naye tumbo moja. Nitajifanya sikumbuki chochote kile. Mgonjwa wako unaweza ukaenda naye nyumbani, ila atakuwa chini ya uangalizi. Na kama nilivyokuambia awali, mgonjwa wako mpoteza kumbukumbu. Unahitaji uangalizi mkubwa sana juu yake. Na usitumie nguvu nyingi kurudisha kumbukumbu yake kwa haraka. Ukifanya hivyo, utakuwa umempotezea maisha. Kwa hiyo kuwa makini kwenye hiyo. Kwa hiyo dokta, tatizo hilo litachukua muda gani kupona? Kitaalamu itamchukua miaka 3 mpaka 4 ili hilo tatizo lije kuisha. Safi sana. Huu ni muda sahihi wa mimi kuenjoy penzi langu la nje kati yangu mimi na Tasha. Yaani miaka 3 mpaka 4 inatosha kabisa kuenjoy penzi langu na Tasha. Wow. Safi sana. Mbona utabasamu? Unafurahishwa na ile tukio? Hapana dokta. Sikutegemea kama mume wangu angesimama tena. Ndio maana ninafurahi na kumshukuru Mungu kwa ajili yake. Asante sana dokta. Mimi naomba niende kuacha uendelee na majukumu mengine. Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu. Lisa, si nimeshakwambia kwamba mimi sihitaji kuonana na wewe? Sihitaji vikao na wewe, sihitaji kuonana na wewe popote pale. Lakini hutaki kunielewa. Unanipigia simu tuje kuonana hapa ili iweje?
Sihitaji kujua kuhusu wewe, sihitaji vikao na wewe, na pia sihitaji kujua hata huyo Kai anaendeleaje. Yaani kwa kifupi mimi na nyinyi tumeshamalizana. Kwani unataka kunielewa Lisa? Ha? Sasa huko kunapoendea nitakublock. Ni lazima nikupe taarifa ya kinachoendelea. Na hupaswi kuchukia. Unapaswa kufurahi pamoja na mimi. Lisa, yani mimi na wewe tufurahi pamoja. Kwa nini yani? Tasha, Kai amepoteza kumbukumbu. Na kumbukumbu zake haziwezi kurejea leo wala kesho. Itamchukua miaka 3 au 4 kurejea kwa kumbukumbu. Na habari njema zaidi, daktari amesema kwamba hata kumbukumbu zake zitakaporejea, hataweza kukumbuka chochote kilichomfanya apoteze kumbukumbu. Mimi naona hilo ni jambo zuri kwa upande wangu na kwako. Tunaweza kuendelea na maisha yetu. Ni muda wetu wa kufurahi na kuenjoy. Au unasemaje? Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Utamuumiza sana mgonjwa. Usifanye hivyo sana. Action. Wewe, mbona unanizoea sana? Sasa hiyo mwanangu. Twende. Namalizia. Ila kama unavyosema, shukrani ya mapunda na mateke. Shukrani mapunda. Mapunda. Twende. Ila kama unavyosema futa jasho. Joto hilo. Futa joto. Hebu msogezea ndio tayampa joto sana. Twende shukrani ya mapunda. Tulianze ndio basi mchezoni. Sitakuchana kabisa shoti yangu ya mwisho. Twende. Action. Ila kama unavyosema, shukrani ya mapunda. Mapunda hajaachia hizo. Na joto lote. Twende. Mapunda. Au nigeuke? Au sigeuke? Twende. Shakuwa. Twende stand by. Action. Wewe ushakweli boya. Ingia mwanangu. Twende. Maana unajua naziona hapo. Anaweza akatumia ile. Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi